Ujambo na karibu tena. Tuko hapa mwisho kabisa wa mwaka 2025 na tumepata kitu cha kipekee sana. Kipekee kweli? Sio tangazo rasmi wala sio hotuba. Ni video ya mwanzilishi mwenza wa Pi Network, Dr. Chung Da Fan. Amekaa tu mbele ya kamera akizungumza, yaani kutoka moyoni kuhusu safari yao ya miaka 7. Kabisa. Na kazi yetu hapa ni kuchimba ndani zaidi, kuelewa ujumbe wake hasa. Tutachambua yale malalamiko ya watumiaji anayoyataja waziwazi. Na muhimu zaidi, zile sababu 3 anazosema ndizo zinazowafanya waendelee, licha ya uchovu wote. Sawa, na anaanza kwa kitu cha kuvutia sana. Anatumia msemo wa 7 year itch. Ule msisimuko au tuseme uchovu unaotokea kwenye uhusiano baada ya miaka 7. Na anakiri anapokea meseji nyingi sana. Watu wamechoka. Kabisa. Ananukuu baadhi ya maswali na yanakugusa kweli. Mtu mmoja anasema, Dr. Fan, nimekuwa nikibonyeza hiki kitufe cha umeme tangu 2019. Aise. Nitasubiri hadi lini? Mwingine anauliza moja kwa moja, hivi niachane tu na huu mradi? Hizi ni sauti za watu halisi. Watu wamewekeza muda na matumaini yao. Na hapa sasa ndipo wanaposhangaza wengi. Badala ya kutoa majibu ya PR au ya kiteknolojia, Anakubaliana nao. haswa anasema, mmechoka. Niamini, na mimi nimechoka. Hiyo ni kauli ya ujasiri sana kwa mwanzilishi. Ni kama anavua ile kofia ya mwanasayansi wa Stanford na anazungumza kama binadamu tu. Anasema maisha yake na ya Nicholas kwa miaka 7 yamekuwa mzunguko mmoja tu. Kuandika kodi, kuchambua data na kupitia nyaraka za kisheria. Hakuna weekend, hakuna likizo. Kazi tu. Na anaanza sasa kufafanua vyanzo vya huo uchovu. Cha kwanza anachotaja ni mzigo wa kisaikolojia. Yaani pressure. Pressure haswa. Hebu wewe fikiria. Unaamka kila siku unakabiliwa na sheria za nchi zaidi ya 200. Kila moja na matakwa yake. Sio kitu cha kinadharia. Anatoa mifano halisi. Anataja kanuni za Mika za Ulaya. Ambazo kimsingi zinabadilisha mchezo mzima wa kripto barani Ulaya. Ni ngumu sana. Alafu anataja uchunguzi unaoendelea kutoka kwa SEC nchini Marekani na sheria mpya za Asia. Anasema wanahisi kama wanatembea kwenye kamba nyembamba sana juu ya korongo. Hatari ya kugonga mwamba wa kisheria ni kubwa sana. Hiyo peke yake inatosha kumchosha mtu. Lakini anaongeza chanzo cha pili. Na hii inaumba zaidi. Ni maumivu ya kutoeleweka na kulaumiwa na jamii yao wenyewe. Anasema walipositisha KYC kwa muda au kuchelewesha mainnet kwa sababu za kiusalama, walishambuliwa vikali. Watu wakawaita matapeli. Kabisa. Na kwamba mradi wao ni ndoto ya alinacha. Nafikiria uzito wa hilo. Sio tu pressure kutoka serikalini, bali pia kutoka kwa watu unaowatumika. Anakiri alikuwa na kesha usiku Akisoma hayo maoni. vibaya, lakini anajua maneno hayasaidii, ni matokeo tu ndio yatajibu. Na juu ya yote, anasema chanzo cha 3 cha uchovu ni yeye mwenyewe. Tabia yake ya kutafuta ukamilifu. Hapa anajikosoa waziwazi. Anasema kama msomi, ana ugonjwa wa kupenda usahihi uliopitiliza. Hawezi kuvumilia kuona kasoro hata ndogo kwenye kanuni. Kila kitu lazima kijaribiwe maelfu ya mara. Na anatoa sababu. Anasema anajua kwenye ulimwengu wa ugatuzi, Kosa moja dogo tu linaweza kuwa janga lisilorekebishika. na huo ungekuwa usaliti kwa milioni ya watu wanaoamini. Halafu anafanya kitu cha kuvutia. Anawaonyesha njia rahisi ambayo wangeweza kuichukua. Anasema, mimi na Nicholas, kwa CV zetu, tungeweza kwenda Google au Meta. Kupata mshahara mnono na maisha tulivu. Au, na hili ni muhimu, wangeweza kufuata njia ya meme coins nyingi. Unazijua? Kabisa. Kuzindua sarafu, kutumia hype mitandaoni kupandisha bei. Kisha wanauza zao na kutoroka na mabilioni. Wanakwenda kupumzika Bahamas. Na hapa ndipo anapowauliza swali la msingi. Kwa nini hatukufanya hivyo? Kwa nini bado tuko hapa, tumechoka, mwishoni mwa 2025? Na jibu la swali hilo ndilo kiini cha ujumbe wake wote. Baada ya kukiri uchovu wote, Anaanza sasa kujenga hoja ya kwa nini wanaendelea. Anazungumzia nguzo zake za kiroho. ya kwanza anasema ni wajibu. Anasema mradi ulipoanza Stanford lilikuwa ni jaribio tu.
jaribio la kisosiolojia. Kuona kama watu wa kawaida wanaweza kupata kripto kwa simu. Lakini idadi ya watu ilipofika milioni 1, kisha 10, sasa makumi ya mamilioni, Haikuwa tena mradi wa kitaaluma. Ilibadilika. ikawa ahadi, ikawa agano kwa watu halisi. Na ili hili lisiwe neno tu, anatoa hadithi. Hadithi 2 za kweli zenye kugusa sana. Ile stori ya kwanza ya yule mama wa Ufilipino. Ambaye hana akaunti ya benki. Mama huyo alimwandikia barua pepe akisema, P ndilo tumaini langu pekee, ndiyo mali pekee ninayotarajia kumwachia mwanangu. Yaani, maneno hayo yana uzito mkubwa sana. Inakuchoma kweli. Na ya pili ni ya yule mwanafunzi kutoka Nigeria. Huyu alitumia P alizokusanya kwa miaka 3 kununua kompyuta yake ya kwanza maishani. Na kompyuta hiyo ikamfungulia dunia, akajifunza programming. Na akapata kazi iliyobadilisha maisha ya familia yake yote. Hapa ndipo unapoona mkakati wake. Anatumia hizi stori kubadilisha simulizi nzima. Kabisa. P inatoka kuwa mradi wa kiteknolojia kuhusu blockchain na kanuni. Na inakuwa harakati ya kijamii kuhusu matumaini, utu, maisha halisi ya watu. Anajenga uhusiano wa kihisia na anahalalisha ile subira. Anawaambia, hamsubiri tu namba kwenye simu. Mnasubiri tumaini la yule mama na mustakabali wa yule mwanafunzi. Sawa, wajibu unaehewa. Ni hoja yenye nguvu sana. Lakini nguzo ya pili, hapa ndipo nilipostuka kidogo. Anatumia neno hasira. Hilo si neno unalosikia mara nyingi kutoka kwa mwanzilishi wa teknolojia. Kawaida wanasema kuleta mabadiliko, kuwawezesha watu, lakini yeye anasema wazi wazi, hasira. Na hiyo ndio inafanya ujumbe huu uwe halisi zaidi. Haongei kama mkurugenzi mtendaji, anaongea kama mwanaharakati. Hasira yake inalenga nini hasa? Mfumo anauona hauna musawa. Anatoa mfano wa wasomi wa Wall Street na benki kuu Wanaochapisha pesa tu. na kwa kufanya hivyo, thamani ya akiba za watu wa kawaida inapotea, huku wao wakiendelea kutajirika. Na hasira yake haishi hapo. Anakosoa hata tasnia yake mwenyewe. Hapa sasa ndipo mambo yanachemka. Anasema Bitcoin na Ethereum zilipaswa kuwa suluhisho, lakini zimegeuka kuwa mchezo mpya wa kibepari. Kweli, ili kuchimba Bitcoin unahitaji mashine za maelfu ya dola, na ada za Ethereum ni kubwa mno. Kwa hiyo anasema mtu wa kawaida amewekwa pembeni. Tena Na sasa anaiunganisha hii hasira na mradi wenyewe. Pi Network, anasema, ni kama tangazo la wita dhidi ya mifumo yote miwili, ya zamani na hii mpya ya kidijitali. Kila uamuzi waliofanya, anasema, umetokana na hasira hiyo. Kusisitiza mtu mmoja, akaunti moja, kupitia KYC. Ni kuzuia nyangumi wasiodhi mtandao. Na kusisitiza uchimbaji kwa simu ni kumweka mkulima wa Afrika na mfanyakazi wa New York kwenye mstari mmoja wa kuanzia. Na anadai wamefanikiwa kwa kiasi fulani. Anasema wamejenga mtandao mkubwa zaidi duniani wa watu halisi, na watu milioni 19 tayari wana pochi za kidijitali. Kwa hiyo anachosema ni kwamba hisia hii ya mapambano ndiyo nishati yao, sio tu biashara. Sawa. Sasa nguzo ya tatu na ya mwisho. Anasema, nimeuona mustakbali. Hapa anajibu lile swali la msingi. Kwa nini inachukua muda mrefu hivi? Anasema watu wanapima P kwa vipimo vya kawaida vya internet. Unapakua app leo, unaitumia kesho. Lakini anasema wanajenga kitu kikubwa zaidi. Anatumia sitiari nzuri sana ya ukuaji wa mianzi. Naipenda hii. Anasema mianzi inatumia miaka 4 ya kwanza kukuza mizizi yake chini ya ardhi. Juu ya ardhi haoni kitu. Unaweza kudhani haifanyi kazi. Lakini baada ya miaka 4, ghafla inachipua na kuanza kukua kwa kasi ya sentimita 30 kwa siku. Anachosema ni kwamba miaka 7 ya P imekuwa ni kipindi cha kukuza mizizi. Kimya kimya. Lakini ngoja kidogo. Mtu anaweza kusema hiyo ni kisingizio tu, sivyo? Ni hoja inayoeleweka. Kwamba miradi mingine imezindua na inafanya kazi ndani ya muda mfupi zaidi. Kwa nini wao wanahitaji miaka 7 kukuza mizizi? Hilo ni swali zuri na analijibu moja kwa moja. Anaeleza hiyo mizizi ni nini hasa. Anaita tiketi zao za kuingia mustakabali. Sawa, ni tiketi gani hizo?
Ya kwanza, anasema wana usanifu unaokubaliana na sheria za mika za Ulaya. Hiyo ni tiketi ya kuingia soko kubwa la Ulaya kisheria. Sawa, hiyo ni muhimu. Pili, mtandao wao wa nodes umejengwa kuhimili tishio la quantum computing. Kompyuta za hali ya juu sana za siku zijazo. Haswa. Kwa hiyo wamejenga ngao ya usalama ya baadaye, siyo ya leo tu. Na ya tatu, ambayo kwangu ni ya kuvutia zaidi. Nipi hiyo? Anasema mfumo wao wa utambulisho umeundwa kuunganishwa na AI agents, yaani wasaidizi wetu wa akili bandia huko mbeleni. Anauita daraja kuelekea ustaarabu wa Silicon. Kwa maneno mengine, hawajengi tu kwa ajili ya leo. Wamejiandaa kwa mapinduzi yajayo. Hiyo ndio mizizi anayoizungumzia. Kwa hiyo anamalizia kwa kusema anajua fika kuwa Pi ipo kwenye ukingo wa mlipuko. Na anasema anaanza kuona dalili kama machipukizi ya mianzi. Anatoa mifano midogo. Watu wanaotumia Pi kwenye app kama Blind Lounge, maduka ya kahawa yanayokubali Pi, Na hata michezo kama Run for Pi, vitu vidogo vinavyoanza kuonyesha uhai. Kwa baada ya hoja zake sote tatu, wajibu, hasira na maono, anawaambia nini sasa wafuasi wake? Anazungumza nao moja kwa moja, kwa hisia. Anawaambia, tafadhali, vumilia kidogo zaidi. Anawasihi usifumbe macho wakati wa kabla ya mapambazuko. Na usigeuke na kuondoka wakati mlango wa hazina unakaribia kufunguliwa. Ni wito wa wazi. Na anamaliza kwa kuweka maono yake makuu, yale yanayovuka teknolojia. Anasema, hatujengi tu sarafu mpya. Tunafafanua upya maana ya sarafu, maana ya thamani na maana ya utu wa binadamu. Ni kauli kubwa sana. Anamaliza kwa kusisitiza kwamba yeye bado yuko pale pale Stanford, akilinda mtandao hadi utakapoweza kumulika maisha ya kila mmoja wenu. Ni ahadi ya kibinafsi yenye uzito mkubwa. Kwa hiyo, tukifupisha, ujumbe huu ni safari. Unaanza na kukiri uchovu, kitu kinachojenga uaminifu. Kisha unaelezea changamoto halisi, kisheria, kijamii na kibinafsi. Na mwishowe, unatoa nguzo tatu zenye nguvu: wajibu, hasira na maono, kama sababu za kuendelea. Yaani, ni ujumbe ulioundwa kwa ustadi kugeuza uchovu wa miaka 7 kuwa matumaini mapya. Na ujumbe huu kwa kweli unaweka wazi tofauti kati ya mitindo miwili: mtindo wa ukuaji wa haraka na wa kubahatisha kama meme coins, dhidi ya mtindo huu wa polepole wa kimkakati. Unafanana zaidi na kujenga taifa la kidigitali. Na hili sasa linaibua swali muhimu la kumalizia, swali la kukuachia wewe ulitafakari. Katika ulimwengu wa kidijitali unaokwenda kasi sana, ambapo umakini wa watu ni mfupi mno, je, mkakati huu wa ukuaji wa mianzi wa kujenga polepole chini ya ardhi unaweza kweli kushindana na kufanikiwa kabla ya subira ya jamii yake kuisha kabisa? Hilo ndilo swali la milioni ya dola.